Sisi tunasema tunaona ile mambo yanaendelea, and we are saying mambo ya pombe. Mimi nikiwa naibu wa rais nilipigana na pombe na dawa za kulevya. Kweli ama uongo? Ilipungua haikupungua? Then along the way tukakuwa na shida sana na rais wetu juu ya hiyo, na tulikuwa na makampuni karibu 56 zilikuwa zinatengeneza ile pombe ya kuua watu. Hizo mafactory yote nikafunga, tukawacha 2 tukiwa na kamati ambayo nilisimamia. Na baada ya sisi kufunga hizo factories na kukaza machiefs na police, pombe ikapungua. Vijana wakaanza kurudi nyumbani, wakaanza kuoga, hata wasichana wetu wakaanza kupata watoto. Na tukaanza kuona dalili inarudi, hasa hapa kwa Mlima Kenya, Nakuru, Laikipia, Nyandarua, pahali tulikuwa tumewezwa sana na hii pombe haramu. Ndio PS wa internal security akaambiwa na rais kwenda fungua hizo makampuni, na makampuni zisipofunguliwa zikaambiwa sisipeleke hiyo pombe pahali ingine, silete hapa kwa Mlima Kenya. Na ndio mimi nikakuwa na shida sana na rais, na nikamwambia tukiwa Nyandarua, nikamwambia unakosea watu wa Kenya, hawa watoto wetu kufungulia hao pombe iwaue ni makosa. Hiyo pombe ilifunguliwa hizo companies mpaka wa leo haiuzwi Rift Valley, haiuzwi anywhere else. Pombe ile yote sumu inaletwa katika mlima. Jana pale Bahati hapa Nakuru kumekufa watu 3. Simuliona kwa TV jana? Tangu wanitoe kwa kiti, ile pombe yote mbaya ya kuua watu rais aliagiza iletwe hapa kwa mlima, ndio imalize vijana wetu. Machifu wameambiwa muachane na hiyo pombe, wacha hii watu wakunywe wakufe. Polisi wameambiwa muachane naye, wata hii watu wakunywe wakufe. Ati ndio idadi yetu ya wapiga kura ipungue. Mimi nasema Mungu yule uko uhai hata kubali hii jamii yetu iishe kwa sababu ya pombe. And it is immoral, it is unacceptable to target a community for destruction and extinction through the sale of poison to them. It is very clear that it is possible kumaliza hiyo pombe, kwa sababu nilikuwa nimemaliza. Huyu PS wa internal security amepatiwa amri, pombe yote mbaya iletwe hapa kwa vijana wetu. So jana wamekufa watu 3 Bahati, wamekufa wengine Kirinyaga, wamekufa wengine Embu. Lakini ni sawa tu. Oguo gatha ya mutungatiri wauga, wera mutungatiri athiururuka athie kerenia hujie ni waga guko kandi wa mwira ona wewe urauga njohire njuru wenderio ciana citu nigetha ikue, no ugakana ni agatukora. Hiyo kitu inatuhuzunisha sana sana. And everybody, the church was happy, women were happy, our young people were happy. Hii pombe tulikuwa tumemalizana naye na vijana wetu wamerudi uhai. Sasa kwa sababu ya kuchukia sisi kama jamii, umeagiza watoto wetu wamalizike. Lakini Mungu hawezi kubali. Nyubeno hii ni ya Ngai ni atwendete na ndiguthira. Ngai ule we matuine ndagereka nyubeno hii twethire. Sisi, mchungaji umesema mimi ni mtu truthful. Mimi ndio nimekuwa na shida pale kwa serikali, kwa sababu mimi ni mtu ya kuongea ukweli na serikali ni ya uongo. Sasa sige fit pale. Ni ya uongo ama si ya uongo? Ni ya uongo ama si ya uongo? Sasa mimi pale nimwambia rais, hii maneno ya universities ilikuwa naendelea mzuri, watoto wanasoma kupitia HELB.
hii umelete ni ya kutatiza watoto wetu. It's too expensive. Anasema wachana na hiyo maneno, wacha tufanye vile tunataka. Mambo hii ya NHIF ilikuwa naenda mzuri, nalipa 500 kwa whole family. Ikaletwa wengine, namwambia rais, hii watu hataki. Anasema wacha tujengee watu manyumba, namwambia hapana, watu watajengea manyumba yao. Wajengee barabara na waletee maji na stima. Si manyumba mtajijengea. Sasa hii watu wanakatwa pesa kila mtu ya kujenga manyumba, na hiyo nyumba si yako. Sasa hiyo maneno ndio ilifanya mimi nakuwa na matatizo pale na rais, kwa sababu mimi namwambia ukweli na hataki kusikia.